Karibu. Karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba mwanangu, kulikoni? Juma linaniwa. Juma linaniwa. Ndio. Juma. Huyu ni nani? Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Kuna nini? Ni bosi wangu. Ni bosi wako tu? Ndiyo mama. Unajua mimi nimewaona toka mnavyotoka kule, mnafika pale anakufungulia mlango, mnavyotazamana, unaniambia ni bosi wako tu. Kwa ukaribu ule kuna kila dalili kwamba ni zaidi ya bosi wako. Tafadhali naomba unithibitishie. Ni kweli nina mahusiano naye. Au mahusiano bure gani? Marhaba. Mankizini. Mimi ni mjamzito na baba msindi. Anachosema binti ni kweli? Nakuuliza wewe, ni kweli? Ni kweli mama. Wewe yaani ufikia hatua kwamba hivi ndivyo nilivyokulea wewe, ndivyo nilivyokufundisha? Hebu unafikia hatua kuharibu watoto wa watu? Hebu niambie, wewe unafikia hatua kuharibu watoto? Hebu niambie, wewe kamtunza huyu, unaweza ukamlea wao? Unaleta kipumbavu wewe, jinga kabisa wewe, eubisha wewe. Ni zaidi ya mwaka. Zaidi ya mwaka mwanangu? Kwa maana hiyo unataka kuniambia umeutoa usichana wako? Mama, mimi bado ni bikira na tumekubaliana tutafanya mapenzi mpaka tutakapofunga ndoa. Kama uniamini nipo tayari mama, nikague. Yule kijana anaitwa nani? Anaitwa Mike. Anaitwa Hai? Ina maana Mkristo? Ndiyo mama. Wewe unawezaje kukubali kuolewa na mwanamume Mkristo wakati wewe ni Muislamu? Hilo tulishakubaliana mapema kabla mahusiano yetu hayajawa serious, na tunasimamia makubaliano yetu. Hai, makubaliano gani hayo mliopeana? Tumekubaliana yeye ndiye anayebadili dini na kuwa Muislamu. Mwanangu, unajua huo ni mtego. Huo ni mtego wa kukupata tu. Akishakupata ndipo utakapojua kwa nini. Nyuki mtengeneza asali anang'ata, lakini nzi mchezea mavi ang'ati. Unamaanisha nini mama? Namaanisha hayo makubaliano. Hayo makubaliano ni ya kukuvuta tu wewe kukupata. Akishakupata anakutelekeza, na kipindi atakachokutelekeza tayari ameshakuzalisha na amekuharibia
usichana wako. Hawezi. Mike ni mwanaume ambaye ananipenda na yuko tayari kufanya lolote kwa ajili yangu. Inawezekana kweli, lakini mwanangu, futa hayo mawazo yako kwenye kichwa chako na umtoe huyo Mike kwenye moyo wako, maana baba yako hataweza kukubali kukuozesha Mkristo. Nitamshawishi baba na kumweleza Mike ndiye mwanaume pekee nitakaolewa naye. Unamjua vizuri baba yako wewe. Hata hivyo mwanangu, leo hii imekuja posa ya kwako, na baba yako kashasema safari hii ukikataa hiyo posa hatokubaliana na wewe. Hautaki kuamini? Oa vipi? Kama kaa. Oa vipi? Sawa. Oa mali. Kwa mbala kali mwanangu vipi? Halina kipengele hili mwanangu. Oa linaweza mwanangu. Mwanangu. Jua halina kipengele, kipengele ulete wewe. Siwezi kuleta kipengele mwanangu, mwenyewe si unajua maisha ya kweli. Siwezi kuleta kipengele mwanangu. Na safari hii ukizingua uje na kuzingua. Siwezi kuleta miausho mwanangu, mwenyewe si unajua. Usizingue wewe na mitamaa yako, tunakujua mzee. Afu kuna jela ujue mwanangu, wewe mtoto wa kiume, kuna jela ujue. Afu jela yenyewe kuna manyapala, angalia mzee wangu. Ashaanza maneno ya taarabu mwanangu. Taarabu au vipi? Wewe nipe kipengele shingapi mwanangu, unataka ndizi? Sikia sasa. Wewe kinda ponda vipi, njoo mtaani niletee mpunga.
Ushamwambia? Nimemwambia sikuhusiana na swala la Balongo. Ehe. Kasemaje? Kama unavyomjua mwanangu. Amesemaje? Amelipokeaje? Kama unavyomjua. Sasa nisikilize, mimi ndo baba yake. Swala hili sitolifumbia macho. Ametaka akutaka, safari hii ataolewa. Basi mume wangu, mimi nilikuwa nakuomba kitu hichi kimoja. Humwambie, lakini umpe nafasi ya kupata kusema hoja zake, kwa sababu unachotaka kumwambia iko ni mustakabali wake wa baadaye, uko anakokwenda vyema. Sasa aende, ndoa iwe nzuri, waelewane, wasikilizane, atakuja kukupongeza. Lakini akienda huko akakuta mambo yako tofauti, mume wangu atakulaumu, nakwambia. Sasa sikiliza, mimi siogopi lawama zake, na wewe mwenyewe unajua nimemvumilia vya kutosha. Nenda kamwite, mwambie na wewe. Marhaba. Marika mwanangu, nimekuita hapa, mimi baba yako nimepokea posa. Hii posa itakuwa posa ya 12 mbali ya zile 11 ulizozikataa. Nimepokea posa ya Baraka, mtoto wa mzee Abdalla Dalali. Nafikiri mnamfahamu. Mimi Baraka namfahamu. Alafu Baraka ni kijana mwenye heshima, mwenye adabu, na ule ukoo wao ni watu ambao wapende kabisa mwanangu. Alafu wazazi wake sasa Baraka wamembea katika maadili kabisa. Na kinachonifurahisha zaidi, yani yule kijana kwanza ni maridadi. Yule kijana kwanza handsome, ana hekima, ana heshima kama zote, mstaarabu, lakini ni mpambanaji. Na uhakika 100% atakutunza. Kwangu mimi Baraka sina doubt yoyote. Labda kama kuna doubt, kama kuna kipengele kizuizi, labda huyo mama yako. Mimi sina kipingamizi chochote, niko sawa tu kuhusiana na Baraka, niko sawa tu. Kazi kwako. Ni kweli Baraka ni kijana mwenye sifa nyingi mzuri, ingawa ndani yake siujui. Na ni kweli nimekuwa nikikataa posa nyingi sana kutoa sababu mbalimbali. Imefika wakati hata mimi nimechoka kukataa posa, lakini mimi nina malengo yangu na ninahitaji kuyatimiza. Malengo gani yayo uliokuwa nayo? Hebu tuambie sasa, na sisi tupate kujua hayo malengo yako. Tuambie. Kwanza tuanze na ndoto. Mimi nina ndoto, na hiyo ndoto ndio inayonisukuma kufanya maamuzi kwa kila jambo linalokuja mbele yangu. Ndio tuambie sasa hiyo ndoto uliyokuwa nayo na hayo malengo. Ndoto ya mchana, ndoto ya usiku. Ndoto yangu ni kuja kuwa kiongozi mkubwa katika nchi na kuwa mmoja kati ya wafanyaji maamuzi na mustakabali wa nchi yetu. Na ili ndoto itimie, inahitaji kuiwekea malengo na kuyasimamia malengo hayo. Hujambo? Unaona kwa jisomea? Ndio, maana kishukuka mtihani. Sawa sawa. Nakubali sana jembe langu. Salama. Asante, nisebe wajibu yangu.
Pole na kazi mwa. Shukuru Mungu. Ni sehemu ya majukumu yangu. Naomba kwanza upo kwa hili. Sasa kitu kimoja, pumzika, niweza kuletea maji. Yo. Nje. Kama ilivyo ndoto za mabinti wengi hufa tu baada ya kuolewa. Kwa hiyo unataka kusema kwamba ndoa nyingi zinaharibiwa na ndoto? Hapana, ila mimi sipo tayari kuwa ndoto yangu. Hivyo nimejiwekea malengo, kama itabidi niolewe kabla ya kutimiza ndoto zangu, basi nitahakikisha naolewa na mwanaume ambaye ataniunga mkono ili nitimize ndoto zangu. Lakini Baraka ni kijana mzuri sana na anaonekana kabisa anaweza kukusapoti ili utimize hayo malengo yako mwanangu. Ni kweli Baraka ni kijana mzuri, lakini tunaweza kutofautiana mitazamo, na pia sijajua malengo ya yeye kuja kunioa, kwa sababu kila anayeingia kwenye ndoa huwa na malengo yake na mitazamo yake. Ikitokea wanatofautiana mitazamo, basi mhanga wa asilimia kubwa huwaga ni mwanamke. Kwa hiyo unataka kuniambia nini? Sipo tayari kuolewa na Baraka kwa sababu Baraka simjui vizuri na sijui malengo yake ya kutaka kunioa, na sijui kama atakuwa tayari kutimiza malengo yangu. Kwa hiyo wewe mwanangu, unavyotaka kuniambia hautoolewa mpaka utakapotimiza hizo ndoto zako? Hapana, nitakuwa tayari kuolewa na mwanaume ambaye atakuwa tayari kuniunga mkono hali na mali. Ndio hautoolewa? Maana utamjuaje huyo mwanaume mwenye hali kama hiyo? Nitamjua pale nitakapopata nafasi ya kumsoma. Kumsoma? Ukisikia umalaya ndio huo. Unataka kusoma na nini? Uchumba unachosomana nini mpaka kumsomana? Kwa hiyo mnataka kutengeneza kitu hapa, mnataka kutengeneza uzinzi wa kusomana. Mnasomana, mwisho mnasomana, ndio mnaita mambo ya I love you promise na nini, mnasomana. Hayo ukisikia unatengeneza kitu ambacho cha uzinzi, cha umalaya, uuni, ushwai, huo ndo umalaya. Kitu cha uhalali kipo, unataka kusomana. Hivi kusomana mnyewe ndo na dunia yenu kusomana? Nyinyi wasomi mnajitia nyinyi kusomana. Swala la ndoa halina kusomana, mnaenda kitaratibu na sheria. Hapana baba, ahadi yangu iko pale pale. Nitautuza uhusiano wangu hadi nitakapoolewa. Naomba mniamini na mnishike mkono katika malengo yangu. Asante sana mke wangu. Unajua wewe huo unaifanya nyumba hii ionekane ina amani sana. Usijali mume wangu, ni jukumu langu kuhakikisha nyumba yetu ilikuwa na amani siku zote, na furaha yangu ni kukuona wewe mume wangu una amani. Si unajua nakupenda sana. Alafu unajua nini?
Yaani leo nimepika kile chakula kitamu kizuri ambacho unakipenda. Unanijali sana mke wangu. Kuhusu kukujali, wewe ni mume wangu Mike, na ni jukumu langu kukujali na kukuheshimu, na kuahidi nitakupenda na kukujali siku zote za maisha yangu. Sasa nakusikiliza. Chindo taogi. Nilikuamini Juma. Tina, sio kama napenda hayo yote yawe hivi, na sio kama nataka iwe hivi. Hapana, bali kipindi hichi sina budi mimi kuwa hivi, na unajua kabisa mwezi mtukufu wa Ramadhani hatutakiwi kuwa karibu. Najua ujisikia unavyoumia, lakini huwa tunakupenda na nakupenda zaidi ya sana. Muongo Juma, wewe ni muongo sana. Hujawahi kunipenda Juma, hujawahi kunipenda. Ungekuwa unanipenda Juma, ungesinitambulisha nyumbani kwenu. Tina, nakupenda na nakupenda zaidi ya sana. Unipendi Juma. Hey.